الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، وأصلي وأسلم على من أرسله رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته والتزم بطريقته. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha mimi na wewe kuwafikiwa kupata masiku matukufu kama haya. Kama tunavyofahamu, ndugu zetu, ulimwengu mzima wamekusanyika katika Masjid al-Haram kuweza kutekeleza amali ya haji. Ikiwa leo ni tarehe 8 Dhulhijja, ambayo inaitwa al-Yawm al-Tarwiya. Katika mambo mahujaji wanatekeleza, la kwanza ni kuvaa ihram kwa nia ya haji, na pia baada ya kuvaa ihram kwa nia ya haji ni kuleta talbiya labbaik Allahumma labbaik, na mahujaji watakuwa ni wenye kuelekea Mina. Watasafiri hadi kwenda Mina na kukaa huko usiku huo. Katika maeneo ya Mina swala zote zitaswaliwa kwa kufupishwa, lakini haziunganishwi. Kwa maana wataswali ya dhuhuri raka 2, asri raka 2, maghrib raka 3, isha raka 2, na alfajiri ya siku ya 9 ambao ni Yom Arafa, alfajiri yake wataiswali Mina raka 2. Mwenyezi Mungu inshallah awatakabalie ndugu zetu walioko huko, inshallah haji yao iwe hajjan mabrur wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Baada ya swala hiyo ya fajiri ya siku ya 9, mahujaji wataelekea katika makawanda ya Arafa, na hiyo ndo siku kubwa, siku adhimu, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia al-hajju Arafa, hija ni Arafa. Ama kwa sisi ambao hatuko katika ibada hii ya hija, sisi tumeamrishwa inshallah kufunga siku kama hii, na faida ya kufunga siku kama hiyo Yawm Arafa ni faida kubwa sana kwa mja. An Abi Qatada al-Ansari radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawmi yawm Arafa qala yukaffiru al-sanata al-madhiya wal-baqiya. Mtume alayhi salatu wasalam aliulizwa kuhusu saumu ya kufunga siku ya Arafa, akasema ni kafara ama ni yenye kusamehe dhambi za mwaka uliopita na mwaka unaokuja. Kwa hivyo ndugu zangu, hii ni fursa adhim kwa mimi na wewe kuweza kuitumia na kufunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili kunali baraka kama hizi ama maghfira kama haya. Na kihakika hakuna siku bora katika masiku aliyoumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama siku hii, siku ya Arafa. Katika hadithi ndefu inayosimuliwa na Jabir radhiallahu anhu, Mtume alayhi salatu wasalam asema: wama min yawmin afdalu inda Allahi min yawmi Arafa. Hapa Mtume alayhi salatu wasalam atueleza na atufahamisha kuwa hakuna siku bora katika masiku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoyaumba zaidi ya siku ya Arafa, ambao akiendelea na hadithi hii anaeleza kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuajigamba mbele
ya malaika na kuambia, angalia waja wangu namna walivyokusanyika, wamekuja sura zao ama nyuso zao zina vumbi, wametoka kila sehemu ya ulimwengu. Yote ni kwa sababu ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yote haya yarjuna rahmati walam yarau adhabi, nasema hawa wanataraji rehema yangu na wala hawajaiona adhabu yangu. Na Mtume alayhi salatu wasallam akaendelea na hadithi hii kuwa hapana siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuacha watu huru na moto min yaumi Arafa, zaidi ya siku ya Arafa. Siku ya Arafa ni fursa kubwa kwetu Waislamu siku kama hii kukithirisha kwa kuleta dua kwa wingi, kuinua mikono yetu na kuhudhurisha mioyo yetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukitaka maghfira yake, tukitaka uongofu kutoka kwake, tukitaka rehema zake. Tujiombee sisi, tuombee familia zetu na Waislamu wote kwa jumla ulimwenguni. Allah aupe nusra Uislamu, awape ushindi Waislamu kokote walipo, na ausimamishe Uislamu katika migongo wa ardhi. Inasimuliwa na Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiallahu anhuma kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema dua nzuri ama dua njema kabisa ni dua ya siku ya Arafa. Na dua mzuri ama ile bora ambao mimi na mitume waliotangulia tulikuwa tukiomba kwa Mwenyezi Mungu ni kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ndugu zangu Waislamu, tukithirisheni kuleta dua kama hii ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema ndio dua bora ambao yeye na mitume waliotangulia walikuwa ni wenye kuileta. Ndugu zangu Waislamu, siku kama hii ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha aya yake katika suratul Maida baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ama insha Allah, kwa kumalizia, ningependa muisikie kwa makini khutbatul wida' ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposimama katika jabali la Arafa akiwalingania Waislamu. Naomba insha Allah muisikize kwa makini, na insha Allah tuchukue mafunzo hayo kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insha Allah tukiwafikiwa tutaweza kuongea mambo mengine yanayotuhusu ambayo ni ya wajibu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. وفي يوم الحج الأكبر آخر ذي القعدة من السنة 10 للهجرة يمم النبي جبل عرفات ونادى في الناس ليسمعوا خطبة البلاغ في حجة الوداع. أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. أيها الناس، اسمعوا قولي واعقلوه. تعلمن أن كل مسلم أخو المسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟
بعد أن صلى النبي الظهر والعصر بالناس تلا عليهم آخر ما نزل من آيات القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.